Mimi niliketi chini na Uhuru, manake tulikuwa tumepigana kwa muda mrefu. Yeye amekula kiapo na mimi nimekula kiapo. Nikamwambia basi, wakanitafuta. Mimi nikasema mimi niko tayari kuongea, lakini sio mambo ya 2022. Nataka tuongee mambo ya 2017. Yale pale kulikuwa na makosa turekebishe kwanza. Akasema wako tayari. Akasema kama namna hiyo nataka tukae kama watu ambao walikula kiapo peke yake. Walikula kiapo walikuwa watu wangapi? Basi nikamwambia Uhuru niko tayari. Amekuja peke yake, anaendesha, na mimi vile vile nimeenda peke yangu naendesha. Tumeketi chini ana kwa ana, tukaongea kwa kirefu na tukasema shida ndio hii, hatuwezi kuendelea mbele kwa namna hii. Uchaguzi kikuja inakuwa ni kama vita, bunduki iko hapo, risasi na tear gas, na wale wezi wa kuiza kukura wako pale. Uchumi inaenda chini, watu wale wageni na hata wale wafadhili wote wanatoroka. Nchi haiwezi kuendelea namna hiyo. Tunataka tulete marekebisho ndio turudi kwa uchaguzi tena mwaka 2022 kama hakuna shida hizi. Pili, uchumi wetu inaugua kila mara kwa mara. Hawa mabwanyenye, hawa matapeli, hawa matendeponuas wanaharibu uchumi wetu. Tunataka tuwe na mikakati ya kupambana na hawa watu. Tuweke chini ili tunaweza kuwa na nchi ambayo inaweza kuendelea mbele zaidi. Uchumi unaugua na wale ambao wanaiba wanajulikana. Kiumacho kiko ngoni mwako. Kwa hivyo kama wewe uko tayari, haya. Ya tatu ni mambo ya ukabila, ubaguzi wa ukabila, ubaguzi kimaendeleo. Haya yote yamezidi katika taifa letu. Kama uko tayari kuketi chini tutafute mikakati ya kupata suluhisho ya kudumu, na mimi niko tayari. Akasema hako tayari. Nikamwambia watu wetu wamekufa wengi. Kibera watu wamekufa. Mombasa, Kisumu, Kakamega, Machakos. Haya yote. Kama uko tayari tuongee ili tuzuie yale yasirudie tena, niko tayari. Akasema yuko tayari. Hii ndio basi nikamwambia tuandika, kama tumeshaandika sasa twende na wewe. Tusimame mbele ya Kenya tusalimiane. Tukasalimiana. Sio ni mambo ya handshake. Si mambo ya handshake. Na handshake itazaa pingo na pingo na pingo na pingo. Handcuff. Lakini tumesema hatutaki kuona kama mtu ambaye hana hatia anashikwa. Yule ambaye atashikwa mtu ambaye hana hatia anashtakiwa kisheria bila mtu yote kuingia. Akipatikana na hatia atawekwa ndani. Hiyo ndio tutaweza kukua na Kenya ambaye watu kama kina Keith walikuwa wanapigania. Nataka hiyo ndio Kenya ambayo tunataka. Mara hii vile Mudavadi alisema tuweke handshake chini kidogo, tuweke handcuff. Tutazidisha sasa mambo ya handcuff. Washikwe na wawekwe ndani. Tunataka kuona kama Kibera imerudi sawa sawa. Juzi tumeweka kamati hapa ya kuketi ya kufanya mpango. Na tumeweza kubaliana mimi nitakuja na Uhuru Kenyatta hivi karibuni kuzindua mpango
ya affordable housing scheme hapa Kibera, ili watu tunaanza kujenga manyumba ya kisasa, lakini hizi manyumba zitamilikiwa na wale wanyonge ambao wanaishi Kibera, sio wale ambao wametoka nje. Kama kwa mfano hizi yamejengwa kando ya reli hii, manyumba hizi kuna shida mingi zaidi. Wanataka kuleta mabwanyenye watoke nje waje waingie hapo ndani. Tuambia hao ng'oo, haitawezekani. Tunataka wanyonge wa Kibera ndio waingie ndani ya hizo manyumba, sawa sawa.